Naam, Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu, na wasalimu kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Leo napenda nimshukuru Mungu kwanza kabisa kwa namna ambavyo Mungu amenipigania katika safari zangu ambazo nilikuwa nimezifanya. Kwa wachache nimeandika hata kwenye mitandao vile ambavyo Mungu aliniokoa na ajali, pamoja na maoni tofauti ya watu kwamba inawezekana ni uzembe. Sikatai kwenye eneo la uzembe pale ambapo ubongo na ufahamu wa wanadamu huwa unashindwa, na hapo ndipo ambako Mungu huwa anatusaidia. Ni ukweli kwamba nilifanya service ya kutosha kabisa wakati natoka maeneo ya Geita, na nilitumia zaidi ya 800,000 au 900,000 kufanya service ya gari, na hata kifaa ambacho kilikuja kusumbua njiani kilichotaka kusababisha ajali kubwa nilikihoji kuanzia kwa fundi. Unajua wakati fulani sisi tunaendesha magari tunayafahamu kwa sehemu, lakini huwa tunapeleka kwa mafundi kwa sababu huwa tunaamini kwamba wao ndio taaluma yao. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kumuuliza fundi kwamba hiki kitu kimekaaje, anakuambia hiki kimekaa vizuri, na kwa kuwa wewe sio taaluma yako kwa sehemu kubwa unaamini. Lakini Mungu yeye huwa anatusaidia pale ambapo akili za kibinadamu zinakuwa zimefika mwisho. Kwa mazingira yale, iwe ni uzembe wa mafundi ama uzembe wa mimi kutokufuatilia kile kitu, bado narudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Yeye Mungu ambaye anatuokoa kwenye mazingira ambayo kibinadamu tunakuwa tumeshindwa kabisa. Naam, nataka nizungumze jambo moja siku ya leo. Kwa habari ya ufalme. Umeweka kumbukumbu gani katika maisha yako ya umilele? Kwenye safari hizi nyingi ambazo nimezifanya hivi karibuni, nimejifunza jambo moja kubwa sana, kwamba ni kweli huwa tunasema kwamba mwanadamu unapita chini ya jua hili, chini ya dunia tunapita. Lakini nataka ujiulize swali moja, kwamba umejiandaaje? Umejiwekea hazina gani katika ufalme wa Mungu? Umejiwekea hazina gani baada ya maisha haya? Nazungumza kitu gani? Kuna watu wengi wanaweka kumbukumbu ya maisha katika dunia ya leo. Yaani mtu anaweka kumbukumbu ya maisha katika dunia ya leo. Tunasoma, unasomesha, kuna mtu anajenga, kuna mtu anatafuta mali ili tu kwamba siku moja aje kukumbukwa. Mimi nataka nikuulize wewe kwamba umeweka kumbukumbu gani ya maisha wa milele? Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 na ule mstari wa 13, maandiko yanasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafuao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa kumbe maisha ambayo unayaishi kwenye dunia ya leo ni yale matendo unayoyatenda leo ni mambo ambayo baada ya kufa kwako yatafuatana na wewe. Unaishi maisha ya namna gani? Je, unajitahidi kuweka kumbukumbu kwenye maisha ya dunia hii tu na unasahau kuweka kumbukumbu ya milele? Unajua jambo moja nikwambie, kwamba ni ukweli, watu wengi hufanya bidii. Hata wewe pia unaweza kama unafanya bidii kwa namna moja au nyingine, ili siku moja ukifa watu wakukumbuke, ili siku moja ukifa ndugu zako, marafiki zako wakukumbuke, waseme jamaa yule, ndugu yule, mtu yule alifanya hiki na kile. Lakini swala la kujiuliza, je, unafanya maandalizi ya kukumbukwa kule unakokwenda? Je, umesafisha njia kule unakokwenda? Kuna mtu unaweza kaniambia ukasema kwamba ukitenda matendo yale ukiweka kumbukumbu duniani ndio kumbukumbu utakayokumbuka mbinguni. Sio kila kumbukumbu utakayokumbukwa duniani utakumbukwa mbinguni. Na ndio maana kuna watu unaweza kawakuta ama ukajikuta umetenda mema fulani, lakini kuna mabaya mengi uliyatenda kwa siri. Maandiko yanasema katika Mhubiri 12 na ule mstari wa 14, kitabu cha Mhubiri hapa anasema, Mhubiri 12 na ule mstari wa 13, anasema, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au baya. Unaweza ukajionyesha kwa watu kwamba una matendo mazuri na watu watakusifia, lakini kwa siri ukawa una matendo mabaya.
Na kuna watu wanajitahidi kuficha. Unaweza kusema kwamba hamna mtu akitenda matendo mabaya yatadhihirika. Hapana, kuna wengine wanajificha mpaka wanaondoka duniani. Kuna watu ni wachawi, wanakula nyama za watu mpaka wanaondoka duniani, watu hawajajua. Nazungumza kitu gani? Vile unavyotumia nguvu kubwa kuweka kumbukumbu kwenye maisha haya, basi tumia nguvu ile ile kubwa zaidi kuweka kumbukumbu ya maisha ya umilele, kwa kuwa kuna siku utaondoka. Nimejaribu kuangalia barabarani, mimi nimemshukuru Mungu kwa vile ameniokoa, licha kuna mazingira ambayo yanaonekana kabisa kibinadamu kuna uzembe ulifanyika, lakini bado Mungu akaniokoa. Nikajioji maswali mengi sana, kwa sababu njiani unapita watu wengi wamefariki, wengi wamekufa, wamefia kwenye ajali. Unakutana na magari mengi, ukijumlisha na barabara zetu, ukijumlisha na miundombinu, ukijumlisha na mafundi ambao mara kadhaa wametengenezea magari kwenye mazingira ya hatari. Unaona kwa mwanadamu unatembea ukiwa mauti au roho au kifo kiko na wewe sambamba. Maeneo yote dakika tunaweza kaondoka. Swali, ukiondoka umejiandaje? Nasikitika kwa sababu wanadamu wengi leo mnapuuza kwa habari ya maisha yajayo, mnapuuza kwa habari ya maisha baada ya maisha haya. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Jipange, jiandae. Vile unavyotaka kuweka nyumba nzuri ya kifahari watu wakukumbuke, hebu tengeneza moyo wako na roho yako. Njoo kwa Yesu, utubu, uokoke, uache maisha mabaya, uandike historia mpya ya maisha yako ya umilele, kwa kuwa kuna siku utaondoka kwenye dunia hii. Ufunuo anasema kwamba heri wafu wafuao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Kwa kumbe baada ya kufa matendo yako yatafuatana na wewe. Swala kujiuliza, matendo gani nayo yatenda atakayofuatana na wewe? Leo hii watu mnaona umalaya ni kitu cha kawaida, lakini nakwambia umalaya sio kitu cha kawaida, uzinzi sio kitu cha kawaida, roho mbaya, ukatili, usengenyaji, uongo sio kitu cha kawaida. Geuka, anza historia yako mpya ili uweke kumbukumbu ya milele, kwa kuwa hii dunia tunapita. Hii dunia tunapita. Leo utaona vijana wanakufa, mabinti wanaondoka, wazee wanakufa, watoto. Yani dunia imefika mahali, sio kwamba ya mambo yakuwepo zamani, lakini sasa yameongezeka. Mimi nakusia 2026 uwe ni mwaka wa kupatana wewe na Mungu wako, uwe ni mwaka wa kurejea. Nimekusomea maandiko mara kwa mara katika Warumi 2 mstari wa 4 ya kwamba au udharau wema wingi wa fadhili zake Mungu, uvumilivu wake una udharau, na usijue kwamba uvumilivu wake unakuvuta ili upate kutubu. Mungu anakuita, Mungu anakutaka dada, anakutaka ugeuke, anakutaka kaka ugeuke. Usiione dunia kama tamu, uione dunia kama pilipili. Dunia imejidanganya na kuwadanganya watu ya kwamba yenyewe ni tamu, lakini dunia sio tamu. Dunia ni chungu, kwa sababu uchungu wake unaanzia hapa duniani, lakini pia uchungu mwingine ni baada ya maisha haya. Njoo kwa Yesu, rudi. Inawezekana urudi nyuma, uliacha wokovu, ulianguka na umepoteza tumaini. Umepoteza tumaini kuhusu maisha, umepoteza tumaini kuhusu wokovu. Bado Mungu aliyekuacha hai anaweza kukupokea tena, anaweza kukurejesha tena. Usikate tamaa kiwango hiko, kwa sababu wa kupata hasara ni wewe. Njoo kwa Yesu leo, geuka leo. Sauti hii inakuita, sauti hii inakuita, na neema ya Kristo Yesu ikuongoze, ikuwezeshe, ikusaidie kurejea upya katika safari na njia ya imani, ukatengeneze matendo yako, ukatengeneze maisha yako, ukitafakari kwa kina ya kwamba ikiwa unaweka kumbukumbu duniani, vipi kwa habari ukiondoka duniani? Maneno mengi Yesu aliongea juu ya kanisa, zaidi sana juu ya siku za mwisho, na kulionya kanisa juu ya wakati wake wa mwisho, ya kwamba utakuwa wakati wa hatari. Kanisa lisije kujisahau, liendelee kama lilivyopatana na Yesu, lifanye vivyo hivyo mpaka atakaporudi. Yesu alisema kanisa jihadhari sana, kwa sababu kutakuweko nyakati nyingi za hatari. Watu imani za wengi zitapoa,
Watu watapenda pesa kuliko Mungu.